Idarathira muthenya uyu njuge ni murathime. Idarathira muthenya uyu ndauga ni murathime. Reke ngunyite ugeni thiini wa safari ya mugambo wa murimi njeta Kimiti wa Gitau. Umuthi nderi muthe thiini wa kaunti ya kundu gugwitwo Naikuru andu hegwitwo Kuresoi. Na umuthi twendete gukorwo tunyitanire hamwe na arata itu tukumeta Amiran Kenya o hamwe na arimi ni undu makiendelea kuraiha kana gukenerera maweko ma urimi uria makoretwo makirima ona ningi utaramu uria mahotete gukorwo makiamukira kuma kuri mucii wa Amiran Kenya. Na to uguo umuthi ni muthenya mwanya tugukorwo tukeriria horo wigi ukuria wa waru cikoragwo cie mithemba mingi na muno ituikaga waru ikuraga kuria kundu kwina mbura njega na kuria kwina mai maingi ta guku mwena wa Moro hihi na ona nginya Kuresoi ni gukorwo ati kwina mbura nyingi ona ningi kwina mai maingi no hihi mwaru ni ikoragwo ikomerwo ni mirimu na rimwe ugakora atiriri ni urenda gukorwo wina magetha maingi thiini wa ika yaku imwe niki ugubatara nigetha wongerere magetha maku nikio twi haha na ataramu a Amiran Kenya mahote gututariria hihi ni hatuteagira ikinya na ni hatwagirwo gukorwo tukiambiriria thiini wa urimi witu tukaikuhutia mutambo ucio tondu ndakwira ndarathira muthenya uyu njuge ni murathime ugi wothe wa kindu gigwitwo waru ngwicia tukuthoma umuthi twaririe reke tutonye guku tumenye ndetweri ngihana twi guku. Jambo. Salama sana. Habari yake? Nzuri sana. Na mimi niko salama kabisa. Yes. Kwa majina wananiita Kimiti Gitau. Wacha kwanza tujue unaitwa aje na pia hapa ni wapi tulipo. Mimi kwa majina naitwa John Rotich na hapa tuko ni Keringet. Kampuni inaitwa KCC. KCC inamaanisha Keringet Community Social Economic and Development ambayo ilikuwa registered in 2012 kwa kusaidia farmers wa hii area. Madhumuni ilikuwa ni kwamba kwa muda mrefu kulikuwa na shida ambapo wakulima walikuwa wananyanyaswa na wale ambao wananunua vitu huku na vile market haikuwa mzuri hapa. Sasa tukaona kama tukija pamoja kama wakulima wa hii area tuweze kuleta mazao yetu pamoja, tuweza kupata soko ambayo ni mzuri. Kwanza tunadili maneno ya viazi ambapo kazi yetu ni kujaribu kutafuta mbegu ambayo ni mzuri kuweza kupatia farmers na vile kuweza kuwapatia maneno ya fertilizer. Umetaja kuhusu viazi ambazo ni certified seed. Yes. Hebu tueleze nyinyi uwezaje kujua ya kwamba hii ni certified seed na wakulima wetu hawajahada hiyo? Tumefanyia wakulima wetu trainings mingi ambazo vile wanalewa maneno ya certified seeds. Na jambo la pili ni kwamba utapata kwamba mbegu zetu tunaendea Agrico na zingine tunaendea Kisima Farm kule Meru. Tuliweza kutrain farmers wetu kuwa seeds multipliers ambao wanasaidia wakulima kuweza wako 20 number. Wanaweza kukuza ile viazi kwa in an expert way wakitumia agronomist na vile wanaweza kusupply kwa few farmers ambao tuko nao katika hii area. Hebu tueleze haja ya kutumia certified seed ni nini? Ukiweza kupanda ile viazi vizuri inakuja kwa njia mzuri na vile matokeo mazao ambayo itatoka inakuwa ni matokeo mazuri. Jambo la kwanza ni kwamba kabla ya sisi kuja hapa hivi, wakulima wetu walikuwa wanatumia mbegu ambayo ni ya kawaida, ambapo unanunua mbegu kutoka kwa mkulima mwingine na kupitia kwa mkulima mwingine. Na unapokuza ile mbegu ambayo umetoka kwa mkulima mwingine haikui vizuri kwa sababu ile mbegu imeweza kuharibika na imeisha. Lakini ukitumia certified seeds, mazao yake itakuwa mzuri ukienda wakati wa kuvuna. Tutatengeneza shamba letu namna gani ili tuweze kupanda viazi zetu? Jambo la kwanza ni kwamba tumewatrain kuhusu rotational cropping, ambapo sio vizuri kurudia viazi ambavyo walikuwa bana viazi again. Kwanza inalimwa, alafu inafanywa harrowing, then baadaye tunawaambia kwamba ni vizuri kuweza kukata malaini kutumia tractor vile liweze viazi viweze kukua vizuri na mchanga ikue vizuri. Beleni wakulima walikuwa wanatumia fertilizer yote tu. Lakini ikafika mahali ambapo tukaambia kwamba kuna ile fertilizer ambayo inastahili kutumika kuweza kupanda viazi. Kile kiko ni kwamba tunaongelesha wakulima wetu ya kwamba watumie fertilizer ambayo itawasaidia kuweza kukuza ile mimea yao iweze kukua vizuri. Kwanza wanatumia fertilizer ya Agromaster baada ya kufanya trainings. Hii viazi tutapanda hii, mbegu tutatumia hii. Inalingana na soko ama viazi itatoka mingi ama haswa mnachagua variety aje? Sisi kwanza tuko na what is called contract farming. Tuko na wakulima karibu 100 ambao tunafanyia contract farming. Na contract farming ni kwamba lazima tukue na soko kwanza. Tuna sign contract na soko, alafu tuna sign na our customers. Na hiyo variety inaitwa Manetu ambayo tunauza directly kwa Molifla kule Lemuru. Varieties kama Shiangi, Sherekea na zile zingine ni kwamba vile tunaangalia market. Lakini kwa hii area ile viazi ambayo iko na market mzuri inaenda vile vizuri ni Shiangi. Ni changamoto zipi ambazo mmeweza kupitia nyinyi kama wakulima wa viazi? Changamoto ya kwanza ni maneno ya mafunzo.
Utapata vile vile kwamba wale ambao wamefunzwa ni wale ambao karibu na hii kampuni yetu. Lakini ukiingia kule ndani kabisa hawajapata yale mafunzo waweze kuelewa kwamba viazi inapandwa namna gani. Jambo la pili ni soko. Utapata kwamba wakati viazi ni mingi, bei ni mbaya kabisa. So na inafanya mkulima aweze kufeel kwamba hata hakuna haja kuweza kupanda ile viazi. Lakini what we need to do ni kwamba tuangalie maneno ya market kwanza before kuweza kupanda ile viazi, ndio kujua kwamba baada ya kutoa viazi utauzia nani. Wakulima ambao wanakutazama, sijui ama kuna mawaidha ambao ungeweza kuwapatia Bwana Rotich? Advice ambayo ningewapea ni kwamba jambo la kwanza, ukitaka kupanda viazi tumia certified seeds. Ukitumia certified seeds hapo uko sure ya kwamba matokeo yatakuwa mazuri. Vile vile kila ningesema ni kwamba ukitaka vile vile kupata matokeo mazuri ya viazi, tumia fertilizer kama Agromaster ambayo iko certified ya kwamba it is really inaweza saidia kumanana ya viazi na kuweza kupata a very good production. Jambo la pili ni kwamba tunastahili kuwa na moya societies ambazo zinadili maneno ya viazi, kwa sababu ukipata kwamba kama hii area ya Kuresoi peke yake ni hizi peke yake ndio iko hapa hivi. Tukipata zingine Olenguruoni, zingine Kiptagicho, wanaweza kuleta wakulima wakuja pamoja, naweza kusaidia maneno ya market, wanaweza kupata viazi mzuri. Na jambo la mwisho ambalo ningewaambia ni kwamba let us work as a team, because teamwork dakika ya mwisho mtaweza kupata mavuno mazuri, market itakuwa mzuri, na kama community ile economy yetu itaweza kupanda na kuweza kukua ya maana zaidi kuliko vile ilikuwa pale mbeleni. Kuna wataalamu ambao sisi huweza kutumia, yes, ambao sisi sema ni agronomist, yeah, kama wale ambao siku ya leo tuko nao wa Amiran Kenya. Yes. Hebu tueleze manufaa ya kuwa na mtaalamu kuwa ni nini? Manufaa ya kwanza ni kwamba mtaalamu anakufunza jinsi halisi ya kupanda viazi na kupata matokeo yake. Okay. Sio kama vile unapata ripoti kwa jirani ya kwamba kupanda viazi utafanya hivi na hivi. Mtaalamu vile vile mtakuwa naye kwanza ukianza kupanda mpaka wakati wa kuvuna. So inamaanisha nini? Ya kama matokeo yasipokuwa mazuri, mtaalamu vile vile atakuwa atajibu kwamba what exactly happened. Lakini mara mingi utapata kwamba matokeo yatakuwa mazuri kwa sababu yeye mwenyewe amekuwa na wewe mpaka dakika ya mwisho. Asante sana. Yes. Tunashukuru sana. Asante sana. Na muendelee na hiyo kazi. Thank you very much. Asante sana. Yes, ocio mwite Bwana Rotich wa kuma kundu gwitwo Kirengeti nikuo turauga mwena wa Nakuru County, tukiendelea kwaria horo wigi ukuria wa waru, na ni arikia gukwira wega waru ni wega gutigirira ni wanengerwo waru certified. Waru ikinyaniirie ikiro cia gukorwo igikura, ti kuguraga ku kwa nyina Njoki kwa nyina Kimu alafu kauga waru ni irathukire. Ni wega guthia haria ciagirire gukorwo ciri, na ningi he bata wa kwaraniria na mutaaramu, to mutaaramu ni ukinyuthukinyia ikinya riu ringi nigetha ukorwo ukiuga nima nini mitena njira ire yagirire. Reke twambe tuikirie nigetha mutaaramu uyu oke atwire atiriri bata wa kuhuthira certified seeds niki na tugikimenya ni gumuria itagwo atia kana ni certified kana ni satisfied ni tukumenya twacoka tukahutia mutambo ucio.